chapati 1 million. El Chapo mwenyewe alisema. So hii kitu imetrend wiki mzima na watu wameshangaa. Ninunue machine ya kutengeneza chapo, na nimekubali nitamnunulia machine ya kutengeneza chapo. Yani hadi alicomplain akasema hiyo majina mtamuua, mara ni Kasongo ni yake, mara tena ni El Chapo. El Chapo tena ni jina yake. Mimi nilikuwa na majina 3. Si ndio? William Samoei Kipchirchir Ruto. Sasa majina mumeniongezea. Mulisema hustler, mukasema survivor, mukaongeza ingine Zakayo, mukaongeza ingine sasa Kasongo. Sasa hii majina yote munaongeza mpaka itafika wapi? Baada ya hii Kasongo bado iko jina ingine? Asalala. Hey. Hii majina imezidi. Ati Chapo. Basi hata hiyo Chapo ni sawa. Tuendelee na Chapo pia. Hi my people, how are you doing today? Miano Blaze hapa tena na tuko ndani ya Blaze of Music, the channel ito The Blaze Nation. Piga subscribe tukisonga. Anyway, hapa hivi manzei wiki last week mambo ilikuwa noma. That's from date 10 March to till now. Today is on date 15 so watu mmechachisha from Sunday pale mlikuwa na maandamano ya Gen Z mkisema Ruto amepeana pesa mingi kwa Jesus Wina, lakini sasa mambo sasa ni noma. Sasa baadaye Ruto alienda akakuja na kitu kingine inaitwa chapati 1 million. El Chapo mwenyewe alisema. So hii kitu imetrend wiki mzima na watu wameshangaa. Yani chapati 1 million. Hadi wakampigia hesabu wakamwambia, hizi chapati 1 million sijui nini itakuwa pesa fulani. Na yenyewe ikakaa ni uongo kidogo. Maybe itawak but hatujui. But mashini ya chapati milioni ni asiape watu kazi but wa kupiga chapati. Lakini chapati 1 million zinitajitua kamba 10 peke yake. Hao watu wanapikanga chapo zingine hatari sana. Sijui wali learn skill wapi. Apart from Wakamba kuna watu wengine pia wanaunda chapo fiti mbaya sana. Hii kitu si ni Wakamba peke yake. Lakini hiyo kitu bring controversial, imeleta story mob na watu wamemtengenezea memes, watu yani hadi alicomplain akasema hiyo majina mtamuua, mara ni Kasongo ni yake, mara tena ni El Chapo. El Chapo tena ni jina yake. Wakenya sisi ni hatari sana. Ikifika place ya kufanya hadi president anaogopa raia ni noma sana. Then later baadaye manze, jana was a few days ago, Ruto alikuwa na motorcade yake, convoy yake alielekea Kibra akitumia Ngong Road pale Adams Arcade manze. Hiyo motorcade zao moja iligonga mzungu bana, iligonga pedestrian akitaka kuvuka, sijui alikuwa anavuka ama alikuwa karibu na road, banzi walimgonga na gari nyingine kamkanyaga hivyo, na mzee jamaa alikufa. Na ni foreigner bana, alikuwa amekuja 2 weeks Kenya sijui nini tena. Nasikia huyu jamaa alikuwa ni mtu anasaidia, alikuwa like a Samaritan, mtu mwenye seme aje, lakini waliwa mtu mzuri tu anyway. Na may his so rest in peace manze. Na hii motorcade ya Ruto bana na haikumbeba, walimwachanisha hapo wakaenda. Na pia kuna tarehe 7 pia kuna polisi nasikia alikufa tarehe 7 February, kuna polisi alikufa pale JKIA pia the same way, but sasa si motorcade ya president ilifanya hivyo. Yeye alikuwa anastopisha nini motorcade sijui, yani alikuwa anastopisha magari zingine zikikuja motorcade ya president ingekuwa sijui ni ingekuwa VIP way ya nini ya state ya JKIA, but later on polisi alikufa na amezikwa. Na nasikia watu wana complain hawajafanya investigation, hawajashughulikiwa. Mimi nashangaa what's happening right now. Na pia unaona wakiwa Kibra watu waliibiwa masimu, wakiwa sijui ni hapa hivi Isli watu waliibiwa masimu, Thika Road uliona pale Pangani watu waliibiwa masimu. Watu si masimu peke yake, watu walikuwa naiporwa. So I don't know what's going on to this time ya Ruto. Anyway, tukikuja hapa hivyo kuna hii nini
Super Metro pia. Super Metro hii wiki manze. Super Metro ni kama ni cult ama ni nini. Manze Super Metro pia wamefanya makosa kubwa this week. Wamerusha manze abiria kutoka kwa gari manze. Abiria mwenye ako innocent of course alikuwa na alisema walikuwa na 50 bob peke yake. Let me tell you, some people might see like 30 bob ni some small amount. Huyu jamaa inaweza kuwa manzi alikuwa ameenda kutafuta job ama akatoka place. Unajua pia inaweza kuwa hata kwa town, maybe alikuwa place mbali na Nairobi, na wakati anakuja akawa amepanda gari, pesa ikaishia njiani, ama in other way yako anado, ama alikuwa tu town. So on his way sometimes hawa watu matrini wabaya sana. Unaweza sikia kwa stage gari ni 50 bob, ukishaingia kwa gari wanaongeza. Mimi hata ishainifanyikia time fulani, na by the hata nishailipia mtu. Kuna mtu pia alikuwa anavurushwa kwa gari, si kurushwa lakini alikuwa anapewa. Mimi sipendi mtu akikombanishwa nikiwa, so nilikuwa na nini kama pia tu, but they did wrong kurusha mtu juu ya that bob, na I can still the Super Metro in a run. Pia kuna time pia kuna dem fulani nisikia ashairushwa tu kwa matatu. Hiki kitu inadivati niweke hapa. Ashairushwa kwa matatu nje Thika Road again, au msichana alikufa. Ngezi alikuwa msichana. Na mimi kitu nauliza, wale watu mnakuwa kwa gari, yani hamwezi kwa tu hiyo ni 30 bob ilikuwa. Hamwezi mchangia tu mmoja tu ateme haya nimetoa 10 mwingine 10. Jua hamwezi kwa mmesota kwa gari nyinyi wote. You know, people might see like msee alikuwa like ataki kulipa. Some people they never understand the background of the people. Juu anaweza kuwa unaona leo unaweza kuwa na do, kesho una na seti una maybe umeshafanya kazi unangojea do. So sometimes we need to have some that humanity in our lives. Tuokolee manzi. Imagine some mtu mmoja angejitolea pale amulipie maybe, na inakuwa rahisi. Pia mnaweza kwa mna blame Donda kitoka kwa gari, kitoka kwa stage town inakuwa ngiko full, anakuanga amehesabiwa hiyo ni pesa ngapi amebeba. So in other case hii pesa ikikuwa less, wao wanapigwa hiyo inito short sijui ni shortage, anaekewa hiyo. So lakini pia another way yani njia nyingine, watu beba kwa watu kwa barabara, si ndio? Si angemwambia hii 50 bob yako itaishia place fulani. So walikuwa wametoka town na sijui alirushiwa ndani, maybe amwambie 50 bob yako itaishia Roysambu. Kwa sababu sasa kuweka Roysambu, wewe ufanye nini? Wewe utembee tu. Si ni sawa tu. Angemwacha ama amwambie basi wewe utashukia kwa askari pale, angemwambia mshukia kwa askari ama mfikishe Ruiru amwachie hapo. Na kama gari kwenda Thika, it's okay. So jamaa at least hata angetama angekufa. But sasa just kurusha mtu na maybe is not really good. Mimi nilisikia mbaya sana na it's not really good. Na kuna historia, kuna dem mwingine pia alikufa, ilikuwa karibu roundabout, anaitwa Rizkamene. Let's solace in peace pia huyo, na huyo mwingine pia mwenye alirushwa. Huyo dem nisikia alinachiwa simu. Wakati anasinachiwa simu akataka kufuata wezi wenye wameiba simu. So in other way, wakati anakimbia kuvuka barabara, gari ilimgonga manze. Hizo picha manze, yani ziko so traumatizing manze, sitamani kuziona hizo picha. Udemu alifunjwa mguu mmoja sijui kaenda wapi nini na nini manze. Lakini wasichana vaini ngodha bana, vaini ngodha jo. Wasichana mnatembea uchi huku nje. So sad. Alafu pia kitu kingine, ukisinachiwa simu na of course hutapata hiyo simu, you just leave it. Najua kuna vitu za maana kwa hiyo simu, maybe contacts na vitu zingine, maybe kuna watu ufanya online jobs wako na maybe my emails hapo na kazi shatumwa na ajui hata watafanya nje. Please just leave it, enda tu. Na pia ukiwa kwa barabara don't use phone. Na pia kuna some places you don't have to use your phone on the road. Kama ukiingia kwa matatu pia usitumie simu yako kama gari uko kwa matatu. Acha gari ingie kwa highway ndio unaweza tumia simu, na usitumie sana ukae umezama kwenye simu eti unachati kwa simu unless uko kwa tikati ya watu. But ukiwa kwa window, no, don't, because hata mimi I guess 2018 manze nikijaribu ndio mara ya kwanza kushika Android. Nishainunua simu nyingine hapo Tecno C9. Ilikuwa simu kali hiyo time. Manze nilikuwa naenda sijui wapi kwenda mtu town kumuona. Hiyo siku simu yangu ilisinachiwa, sikuweza kumuona. So from that day msijisibiwa simu. Hiyo ndio tu nilibiwa. But sifurahi venye wezi pia wamejaa. Mwanaume mzima uko na ndevu, ufanye kazi unaibia watu hadi unafanya watu wengine wanakufa. Unajua damu iko on you. That's the blood yenye umecause na mambo imekuwa, it is on you na you must pay.
Pia kuna huyu jamaa mwingine wanasema ako 26 years sijui alifungua police station. Ule jamaa yuko 26 years. Mtu ako 26 years unaweza muona. So akisema 26 years basi mimi sitakuwa nimezaliwa. Ule jamaa ni mkubwa anyway, but alifungua private police station. Na hii kitu nimekuwa nikijiuliza, nitafunguaje police station? Nilikuwa nasiambia kuna OC private, kuna shule private, kuna vitu mingi za serikali zingine ziko private. Why we don't have the police station? Sasa mimi kumbe mafikiria yenye niko nao kuna mtu mwingine ako nao, but I came to understand like these people hiyo area kuna police station iko like 7 kilometers na wasaidiangi, so ndio maana wakafungwa police. But pia huyu makosa yake niliona akona police station sikatai afuati protocols. Unajua private inafaa kuwa kali kuliko serikali, juu serikali wanakwanga tu wamejiachilia. Sasa pala angekuwa na line up kali sana. Sasa hata Obi andiki juu anasema anajua watu, kama akujui ndio anaandika jina. Is that what? Kuna mwingine pia Kakamega wanafungwa sijui police station, unafungiwa hapo unalipa 300 unachapwa viboko. Is that how people should control? Hivyo sio venye watu wanavaa ku control. Na so sad. Na kuna hii couple manze na trend inaitwa udemo anaitwa Gertrude Maina na Philip sijui somehow. Manze couple sijui ni couple ama nini, but ni dem na boy walikuwa wamerekodiwa video wakiwa sijui ni place I guess town, but manze wasichana, is that hard to ask? Like hiyo ni ngumu kuask like kupenda mtu tu hivyo. Is it hard taking care of the person? Juu expression yenyewe ilikuwa inaonyeshana mtu manze anapenda udemo. Yani udemo wanapendana in short. Udemo anapenda boy na boy, yani it's real love. Like unaangalia unasema hii kitu ndio natamani jo, hii kitu ndio natamani, hii kitu yani mapenzi ilikuwa inakaa poa. But for kama wanapendana vizuri hivyo manze waendelee kupendana hivyo, na hivyo ndio watu inafaa. Achana hizo stories za kusema mimi I know my worth. Unajua worth hata 50 una kujitoa kwa kuenda place hata town. Mtu akisema meet hata kwa date hauna hata 100 you are worth ni useless nyoko. Mtu kama huyu anafaa gongwe mimba ama gongwe aachwe ateseke na mtoto njua anajua worth yake. Anyway, I'm sorry to say so, but mademu wengi mnapandisha standards za ujinga. So tukienda hapo kuna jamaa mwingine pia alikuwa niliona amepostiwa Nairobi Gossip akisema akishinda 1 million mara ya kwanza atachukua Vera Sidika sijui date, atampeleka date sijui 2 nights. Bro, wewe sasa akili yako sasa imefiatu wewe. Unasahau hiyo 1 million ndio umepata maybe jackpot na ndio maybe kusaidie. Wewe unaenda kupeleka mwanamke au uwezi chukua tu dem yote tu juu umemwonanga online. No, you just your money, do right thing with your money. Juu ukisota unakuanga peke yako. So anyway, wanaume ndio maana watu wengine wanakuanga wamesota. Juu uwezi kuwa unaniambia unafikirianga tu ngono. Uwezi kuwa unafikiria ngono kila saa. Fikiria maisha yako, jitengeneze na maisha yako ikuwe vizuri. Na that's how it's supposed to be. Na mimi kama Miano Blaze manze, huyo mwanaume ni mwanaume mjinga sana, anafaa kutongwa makofi. Finally tukisema rest in peace to Kokoti manze alikuwa ni reggae dancehall artist. Man reggae. Amesha pass but alikuwa msick for some time. Rest in peace Kokoti. Ulikuwa na bamba ulikuwa na bamba watu wa ghetto na wanapenda reggae, waogi wananuka, lakini sasa najua sijui wanafaa wakae mwezi mzima bila kuoga kukuomboleza na wavae nguo chafu ndio tuamini kama wanakuomboleza. Anyway, rest in peace Kokoti na ukunywe hiyo koko. Na sasa tukikuja side ya Kenya manze, wiki nini na band by the way, eti ukimpini chat umebant. Hii kitu imetrend sana but I don't understand what's trending on. So mimi nishawafanyia ngoma ni tumebant by Miano Blaze, ingia pale YouTube usikize na iweka hapa hivi kwa short video. Isikize ngoma. Hiyo beat nimechunisha. Unajua mimi ni music producer na artist East Africa na I'm in Nairobi Kenya. If you're an artist, karibu sana Blazers Music Studio. Niko Nairobi Kenya jo. So hii mwaka ya 2022 ilikuwa imenianzia mbaya. Nilikuwa nimebiwa vitu za studio. By the way, energy yangu imepungua sana, but I'm just come back. Naona niko na kimacbook hapa napiga kazi nazo, niko na kila kitu of course, but walikuwa wameniosha manze vitu bei kali. Mungu atanisaidia. Nisharudi, so nipendi kazi.
Yeah, na subscribe basi kwa hii channel ya The Blaze Nation, na I'm really happy to see you, na kama nilitani subscribe mazee, nashukuru sana.